Karibu sana mtazamaji wangu, habari ya wakati huu. Naitwa Tabibu Royce. Leo nitaelekeza remedy ambayo itafanya mpenzi wako, mme wako, mke wako, mchumba wako awe bond na wewe, yani akupende muda wote, akae na kufikiria, yani hata kama yuko mbali akufikirie, asifikirie kukukosea wala kukukwaza kwa kitu chochote, kwa kutumia nguvu ya kitunguu saumu. Mtazamaji wangu, hiki ni kitunguu saumu. Sasa ili mpenzi wako anakufikiria muda wote, na mara nyingi unatakiwa ufanye hizi remedy ama utumie dawa wakati bado mnapendana. Wakati bado mnapendana, sisi ni binadamu, huwa wanabadilika. Mtu anaweza kubadilika muda wote. Na ukifanya hizi remedy wakati bado mtu anakupenda, huyu mtu atakuwa wako milele, utammiliki. Na ikitokea dawa expire, unarudia tena. Kwa mfano kama remedy nitakao kufundisha hapa, utakuwa unaifanya mara moja kila baada ya wiki 6. Wiki 6, mwezi mmoja na nusu, unabadilisha, unaweka tena mpya. Sasa ili mpenzi wako mmiliki, akusikilize, akupe chochote, tutatumia kitunguu saumu, garlic. Hii ni fresh. Sasa ukishachukua vitunguu saumu, vimenye, chukua punje 2 kama hizi, menya. Unaona? Halafu utaandika jina la mpenzi uliyemkusudia. Kama hapa nimeandika Royce, ngoja nisogeze. Na hapa nimeandika jina la mpenzi mwingine, lakini sitakuonyesha jina. Wewe andika jina lako na la mpenzi wako. Labda mpenzi wako anaitwa Amos, andika upande mmoja Royce, kitunguu saumu cha pili andika Amos hapa pembeni. Halafu unganisha sehemu zenye majina. Nadhani unaona hapa kuna jina, na hapa unganisha sehemu yenye majina. Tunaweka bond. Unaona hapa nimeunganisha. Hizi ni pisi 2 za kitunguu saumu. Halafu chukua sindano, sindano kama hii. Hakikisha unatoboa kitunguu saumu hapa juu mpaka uunganisha na cha chini. Nadhani unaona? Sehemu yenye majina ikutane. Unaona majina yako hapa katikati. Nadhani unaona maandishi hapo kwa ndani. Unganisha. Weka pumzi ya uhai. Halafu chukua mkojo wako. Watu wanadharau mkojo, lakini mkojo unafanya miujiza sana. Huu ni mkojo wa alfajiri. Mkojo wangu unaonekana mweupe kidogo kwa sababu anakunywa sana maji. Unaona kitunguu saumu na kidumbukiza huko ndani ya mkojo. Hakisha mkojo wa mwingi ili pini yote ingie. Unaweza kutumia ile yale makopo ya nani ya kioo, lakini mimi nimetumia ya plastiki, lakini iwe nyeupe. Nadhani umeona nimeweka. Halafu utachukua asali kiasi cha kijiko cha chakula, weka huko ndani asali kwenye mkojo ambao umeweka kitunguu saumu. Kumbuka kuunganisha na. Halafu utachukua na sukari kijiko kimoja cha chakula. Hii ni sukari, sugar. Weka. Halafu tumeweka vitu vitatu hapo, 4. Utasema kwa nguvu ya mkojo wangu mwenyewe, wewe fulani Amos, ninakupenda sana. Mimi Royce, ninakupenda sana Amos. Nataka kwa mkojo wangu mwenyewe tuunganike, tuwe kitu kimoja. Tusiachane, tupendane. Kila mtu aliyeko, ukiwa tofauti na mimi, usifikirie mwanamke mwingine yote tofauti na mimi. Halafu chukua mfuniko, funga kabisa. Funga kabisa, rock. Kisha ficha sehemu yenye giza. Sehemu ambayo hakuna giza kabisa. Utakuwa naombea mkojo hata mara moja kwa siku, kila siku kwa wiki 6. Baada ya wiki 6, kama huyu mtu amekupenda, badilisha tena, weka mkojo mpya. Fanya hivyo, weka mkojo, weka asali, chukua vitunguu saumu, andika majina, bondi na pin. Sawa? Huyu mtu kokote aliko atakuwa na kufikiria wewe tu. Atakupenda wewe tu. Yaani hata kama alikuwa anafanya kazi gani, unapompigia simu lazima anakuwa makini kukusikiliza. Mpenzi mtazamaji wangu, mapenzi bila ufundi ni vigumu sana kuyaweza. Ukisema ufanye kienyeji sana, hautayaweza mapenzi. Hautayaweza kabisa. Wakati mwingine mtu anabadilika na kufanyia visa, kumbe kafanywa vitu vingine huko. Kwa hiyo unatakiwa unamtuliza. Kama kweli unampenda, unataka kummiliki, jifunze kumtuliza kila baada ya muda. Kila baada ya miezi 2 au 3 unamtuliza. Kwa sababu mtu anaweza akasafiri akakutana mtu mwingine huko akakunyang'anya. Na mara nyingi ukinyang'anywa mpenzi, ujue wewe ndio ni mzembe. Umefanya uzembe kwenye kummiliki, ama hautumii dawa za mvuto na kuondoa mikosi.
Kila mtu anampenda mpenzi, na hakuna watu wenye thamani kubwa hapa duniani kama dhahabu, kama wanaume. Wanaume ni dhahabu inayotafutwa kila mahali. Kila mtu anataka mmiliki mwanaume. Hasa tena mwanaume wao wenye vipato, ndio wanawake wanagombania kabisa. Kwa ili uweze kummiliki, usinyang'anywe uliye naye, fanya hizi remedy. Zikishindikana, nipigie simu, nitakupatia malimbwata makali sana. Unammiliki, lakini masharti yangu usije kumtesa. Umpende tu, yani tunataka umtulize. Kimtesa na iharibu limbwata ndani ya siku 7 tu. Naitwa Tabibu Royce, naamini katika sheria ya nguvu za ulimwengu, yani universe. Remedy yetu ya leo inaishia hapo, ila ninatibu magonjwa sugu mbalimbali. Yani ukiwa na ugonjwa sugu uliokushinda, hebu jaribu dozi yangu kwa mwezi mmoja tu, utaona matokeo mazuri sana. Ninatibu vidonda vya tumbo kwa muda wa wiki 2, utapona, utakula kila chakula. Tunazo dawa pia kwa ajili ya matatizo yote ya kutopata choo, constipation, cancer, unapata choo ya cancer ya haja kubwa, unakuwa upati choo, unakata wiki 2 bila kujisaidia mwezi. Dozi ya siku 7 tu. Hiyo ni siku 7 tu unaanza kupata choo. Na amiba sugu, typhoid sugu, magonjwa yote ya tumbo. Nakupa dawa vidonda vya tumbo ambayo inaweza kutibu vidonda vya tumbo kwa wiki 2, ikatibu typhoid sugu, ikatibu na amiba. Lakini pia tunazo dawa kwa ajili ya matatizo yote ya kizazi kwa wanawake na wanaume. Uvimbe wa kizazi, uvimbe wa tezi dume, kansa ya kizazi, PID sugu, UTI sugu, na kutibu kwa muda wa mwezi mmoja, unapona kabisa. Hernia, mshipa wa ngiri huo. Lakini pia tunazo dawa kwa ajili ya kushusha pressure. Kwa hiyo mbona nasumbura sana pressure iko juu ishuki, ndani ya nusu saa inaanza kushuka unapoanza kutumia dawa yangu. Nimeboresha sana sasa dawa ya pressure. Ni dozi ya siku 30, unapona. Ila kama pressure imeleta madhara, imepanua moyo, umepigwa stroke, huyu mgonjwa atatakiwa atumie dozi yangu kwa muda wa miezi 2, atapona. Hata kama alikuwa hawezi kutembea, anavuta mguu, anavuta mkono, uso umeenda upande, ni dozi ya miezi 2, anapona. Tuna dawa kwa ajili ya kushusha sukari. Sukari ikiwa juu sana, sukari inaleta madhara makubwa sana, inaharibu sana macho, inaharibu miguu, inaharibu nguvu za kiume, inaharibu mwili wote. Inaleta UTI zisizoisha. Tunaishusha ndani ya mwezi mmoja, inakaa nomo. Nitakuandikia vyakula vya kutumia. Na mara nyingi mgonjwa wa kisukari pendelea sana kula mboga za majani. Ila kama una hamna chakula, kula mchana. Na lakini pia tunazo dawa kwa ajili ya magonjwa njia za hewa, mafua sugu, kohozi sugu, asthma, pumu, pneumonia. Dozi ya wiki 3, unapona kabisa. Lakini pia tunazo dawa kwa ajili ya kansa ya koo, matezi ya koo, ni tonsils, uvimbe wote wa koo. Dozi ya mwezi mmoja. Inachukua wiki 3 mpaka mwezi, hasa kama ni kansa. Lakini kwa hiyo upande wa kansa, mgonjwa akishafikia hatua ya kutobolewa koo ama akaishiwa damu, hiyo kidogo inakuwa changamoto. Kwa hiyo uwai mapema. Tuna dawa kwa ajili ya kusafisha figo, ini na bandama. Umeshaona figo zako zinafeli, figo zinataka kuharibika, ukipima sumu iko juu. Unaona? Sumu kawaida haitakiwi izidi 120, na kwa upande wa kansa haitakiwi izidi 5. Ikizidi hapo ni tatizo. Tumia dozi yangu kwa mwezi mmoja, siku 30. Baada ya hapo kapime. Na tunazo dawa kwa ajili ya mifupa, magoti, mgongo na maungio, dozi ya wiki 3. Tunazo dawa kwa ajili ya macho kushindwa kuona mbali au karibu, macho yanayowasha sana, allergy ya macho, ama vinyama vinavyoota hapa kwenye jicho leupe kuelekea jicho jeusi, ama vingine vinatoka hapa, unakuwa unasikia macho hayana amani kama una mchanga muda wote. Dozi ya mwezi mmoja, unapona kabisa. Lakini kama macho hayaoni vizuri na umeshaanza miwani, dozi inachukua miezi 2 mpaka 3. Kama hujaanza miwani ni mwezi mmoja. Na punguzeni sana matumizi ya kompyuta na simu, zinaharibu sana macho, mpendwa mtazamaji. Na au kama unatumia sana hivyo, jifunze kutumia lishe sana za macho. Kutumia sana lishe za macho. Na tunazo dawa pia kwa ajili ya kifafa, magonjwa yote ya kifafa, degedege, kichaa. Ulikuwa na mtu mzima kabisa, unashangaa mtu anakuwa kama kichaa, kumbe kachukuliwa msukule, mmeachiwa kopo. Dozi ya mwezi mmoja tu, akili zinarudi kawaida. Na tunazo dawa kwa ajili ya nguvu za kiume, kwa ajili ya bawasiri, vinyama vinavyoota kuzunguka njia ya haja kubwa na huwa vinauma sana. Dozi ya wiki 2, unapona. Dawa magonjwa yote ya mfumo wa damu, kusafisha damu, sumu kwenye damu, dozi ya siku 10. Na tunao dawa kwa ajili ya meno, magonjwa ya kinywa na meno, dozi ya wiki 1. Dozi ya masikio ni mwezi mmoja. Tunazo dawa pia kwa ajili ya watoto, matatizo ya watoto ni mengi, utanipigia simu. Tunazo dawa pia kwa ajili ya mvuto mkali wa pesa na mali. Hii dawa KK ni ulinzi mkubwa sana. Hata kama wewe unakuwa na mali,
pesa, unahisi kama utavamiwa na majambazi, kama utanyang'anywa. Kuna mkongo mmoja amenipa ushuhuda mkubwa sana. Jana niliwawekea jana kwenye posti pale ushuhuda. Alikuwa anauza dhahabu. Siku ya appointment kumbe mtu anaenda kumtapeli. Na kabla hajaenda kumtapeli alivamiwa kama na vibaka. Bahati nzuri naye alikuwa amechukua tahadhari, akawa amebeba mabouncer wakambeba. Lakini kilichomwokoa ni dawa ya KK. Kipaka hii hakuna mtu yote ataweza kukuvamia. Dawa ya mvuto mkali wa pesa na mali, unakuwa unaichoma, ni ulinzi. Lakini pia dawa hii inamrudisha mpenzi yote aliyeondoka. Inavuta kila kitu, inavuta kwako. Naona, lakini vitu vyema. Kwa kadri utakapokuwa unainunulia na kuichoma, inafanya chochote ndani ya siku 40, kila kitu kinakaa kawaida. Na pia ipo dawa kumtuliza mpenzi mkorofi, limbwata. Unaona mpenzi wako haeleweki, unataka kunyang'anywa, anakutukana ovyo, hakuheshimu, anakudharau, kumbe kesha haribiwa akili. Wewe unafikiri unapambana na mtu, kumbe unapambana kitu kingine kabisa. Dozi ya wiki 2 mpenzi ataanza kutulia. Lakini pia ipo dawa kuharibu limbwata. Kama unaona unanyanyasika na mapenzi, mtu unampenda, anakutesa, anakunyanyasa, anakutukana, anakufanyia vituko, anakupiga matukio, tunaikanseli. Ndani ya siku 7 tu unarudi kawaida. Na matatizo ni mengi sana hapa duniani, mengine utanitumia message. Kwa namba yangu ya WhatsApp ni ile ambayo naweka kwenye profile, lakini pia kwa watu wa YouTube wanawekea kwenye video. Na hiyo ndio namba ya WhatsApp, ndio namba ya kunipigia. Wakongomani na Warundi na kusihi sana usinitumie voice note, huwa sizisikilizi. Kwa sababu wakati nasikiliza unakuta simu inaingia. Kwa hiyo ni bora niandikie message ama unipigie. Naitwa Tabibu Royce. Karibu sana. Usahau kushare na watu wengine ambao unaona ana matatizo kama haya. Mungu akubariki sana. Bye.